wa gesi kama nilivyosema inaathiri sehemu zote. Na leo Migongo tulisema tunakuja kueleza ni kwa nini gesi inaweza kuwasumbua zaidi wanawake kuliko wanaume. Tumeona kwamba kumbe mistake ya uzazi katika miili ya waume hao au ya wapenzi wao inaleta shida kwao. Kwa hiyo ni sehemu ya tatizo. Sasa dalili zake ziko nyingi. Kwanza dalili zake ni ile hali ya mtu kupoteza hamu ya kula. Mtu akijiona anapoteza hamu ya kula, maana yake tayari ana dalili ya gesi tumboni. Dalili ya pili ni ile hali ya mtu kupiga miayo mara kwa mara. Mtu anakuwa kama vile amechoka, anapiga ile miayo. Nikisema hivyo nakuwa naeleweka. Kwa hiyo nyingi sana. Na hiyo dalili ya pili. Lakini dalili ya tatu ya tatizo la gesi ni kupumua kwa njia ya haja kubwa mara kwa mara. Na hii ni tatizo kubwa sana. Mtu anajikuta kila wakati anakuwa upepo katika njia ya haja kubwa. Huyo anasumbuliwa na gesi na anahitaji matibabu. Na kama nilivyosema sasa hivi tatizo tunatibu bure. Dalili nyingine ni ile hali kwa mfano kwa wanawake ni kujihisi kama mjamzito akawa anaona kuna kitu kinacheza tumboni. Hiyo pia ni dalili ya gesi. Wako wanawake walidhani kwamba walipata ujauzito kwa sababu hizo, na hata kufikia mahali kulaumu kwamba labda kwa sababu za kishirikina mimba zao zimetoka au zimetolewa. Kwa hiyo kimsingi hilo ni jambo ambalo sio kweli. Migongo, kama kuna mtu ana uwezo wa kutoa ujauzito